Wapendwa wote, marafiki, jamaa, ndugu, popote pale mlipo ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, mikoani huko, kama unanisikia na unanielewa na unanitazama, I have a message for you. Nina kitu ambacho Mungu amenipa na ninataka nikushirikishe. Nataka nikwambie, nataka nikueleze. Kuna wakati ambao mtu mmoja amepitia situation moja ngumu sana, lakini katika situation hiyo Mungu ana makusudi na huyo mtu. Mungu ana mpango mzuri na huyo mtu. Nataka nikwambie kwamba mwaka 2025 umekuwa ni mwaka wa tofauti sana juu ya maisha yako. Haijalishi kiuchumi, haijalishi watoto wako wenda ni wagonjwa, haijalishi watoto wako walikuwa hawaendi shule, hawafanyi chochote, lakini nataka nikwambie mwaka wa 2026 unaenda kuwa mwaka wa tofauti sana juu ya maisha yako. Wewe ambaye unanisikiliza, unanielewa, unanitazama, nakupa ujumbe huu. Kabla ya mwaka 2026 kuingia, nenda kafanye mambo matatu ya msingi ambayo Mungu amenisukuma nikwambie, ambayo Mungu amenielekeza nikwambie. Cha kwanza, Mungu amesema nenda katoe sadaka ya shukurani. Nenda katoe sadaka ya kumshukuru Mungu kwa kila kitu ambacho kimetokea hapo nyuma, maisha yaliyotokea hapo nyuma, kilichofanyika hapo nyuma. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Anasema shukuruni kwa kila jambo. Unapomshukuru Mungu, elekeza moyo wako mbele za Mungu. Mwambie Mungu asante kwa sababu umenipitisha mwaka 2025. Pamoja na kwamba nimepitia maisha magumu, nimepitia changamoto nyingi, nimepitia dhiki, lakini nasema asante kwa sababu umenivusha salama. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu umenungunika sana ndani ya mwaka 2025, na ndio maana Mungu anataka utoe sadaka ile ya kushukuru ili aachilie neema na rehema mbele zako. Kitu cha pili, baada ya kutoa sadaka ya shukurani, nenda katoe sadaka kwa wajane na yatima, kumfurahisha moyo wa Mungu. Ukisha ufurahisha moyo wa Mungu, Mungu ataona baraka, ataona furaha, ataachilia moyo wake. Baada ya kuachilia ule moyo, ataachilia neema ya baraka juu ya maisha yako. Wewe ambaye unanisikia na unanitazama, hey, nataka nikwambie kwamba mwaka wa 2026 unaenda kuwa mwaka wa tofauti sana juu ya maisha yako. Kitu cha tatu, nenda katoe sadaka ya kupanda maisha yako katika mwaka 2026. Pandikiza familia yako, pandikiza watoto wako, pandikiza uchumi wako, pandikiza chochote kile ambacho unataka Mungu akufanyie ndani ya mwaka 2026. Pandikiza, toa sadaka ya kupandikiza katika madhabahu yoyote unayoishi, madhabahu yoyote unapoabudu, madhabahu yoyote unapofanya ibada yako. Hapo ndipo nenda katoe sadaka ya kupandikiza. No way. Usitafute namna, usitafute jinsi, fanya vivyo hivyo nilivyokuelekeza. Mungu anakwenda kukutokelezea katika viwango vikubwa. Mungu amesema nami kwamba niseme maneno haya. Kuna mtu anakwenda kuokolewa kupitia hiyo sadaka. Kuna mtu anakwenda kuokolewa kupitia hiyo sadaka. Basi kuna kitu kingine ambacho mwingine amewekeza moyo wa chuki, amewekeza moyo wa fitina ndani ya moyo wake, amejaza watu
kiasi kikubwa sana, lakini nataka nikwambie wewe naye nenda katoe sadaka ya rehema na msamaha mbele za Mungu, sadaka ya kuachilia. Ukishatoa hiyo sadaka ya kuachilia, Mungu anakwenda kukufungulia unachokihitaji. Kuna jambo moja ambalo unalitaka kutoka kwa Bwana na kimekuwa kigumu sana kufika kwako, kwa sababu kuna kitu ambacho umekibeba kwenye moyo, umekibeba katika maisha yako. Nami nataka nikwambia kwamba mwaka wa 2026 nataka nikwambia, I promise that kwamba utakwenda kuona viwango vikubwa vya tofauti vinaenda kutokea juu ya maisha yako, na hautokaa uamini. Ukitaka kushukuru na kutoa sadaka yako ya shukurani, just unaweza ukatoa katika madhabahu yako, ukafanya vile ambavyo nimekuelekeza, ukafanya kile ambacho nimekuelekeza. Mimi ninatoa ujumbe huu kwa ajili ya maslahi yako na maisha yako, kuanzia maisha ya kiroho up to maisha ya mwili. Mungu anakwenda kufanya kitu cha tofauti sana. Haijalishi kwamba umepita katika situation gani ndani ya mwaka uliopita, lakini nataka nikwambie viwango vinakwenda kuwa vikubwa sana ndani ya mwaka 2026. Maadui zako wote wanakwenda kuweka saruti kumheshimu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, aliyeweka misingi ya dunia. Wataenda kumrudishia sifa na utukufu, kwa sababu Mungu anakwenda kukutokelezea. Unayenisikiliza, umenisikiliza na umenielewa. Fanya kila ambacho Mungu amesema kufanya. Ukitaka nikufanyie wenda players, unaweza ukanipata kwa namba zifuatazo: 06 90 11 88 33. Nipigie, nitakuombea na Mungu atafanya kitu. Na kama una sadaka yako kutoka moyoni, hiari yako kutoka moyoni mwako, umesema wenda nitoe sadaka kwa ajili ya kumshukuru huyu mtumishi wa Mungu ambaye alitoa neno la unabii kwenye maisha yangu, basi unaweza ukatuma sadaka yako kupitia hiyo namba niliyokutajia ya 06 90 11 88 33. Mungu na akubariki. Fanya kama nilivyokuelekeza, utakwenda kunishukuru katika maisha yako yote. Hautokaa uamini kila ambacho kitakwenda kufanyika mwaka 2026. Wewe hata kama kuna watoto wako ambao walishashindikana ndani ya miaka iliyopita, fanya kila ambacho nimekwambia. Zingatia mambo matatu ya muhimu katika moyo wa Mungu, utakuwa umeugusa moyo wa Mungu na Mungu akubariki. Naomba nikuombee. Nilikuwa na ujumbe huo tu kwa wewe ambaye unakwenda kuianza mwaka 2026, kwa wewe ambaye ulikuwa una makusudi fulani ndani ya mwaka 2025 lakini yalikwama. Mungu anakwenda kukutokelezea ndani ya mwaka 2026. Hautokaa uamini. Mungu na akubariki. Nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tuliye hai, ninataka Mungu ukatende jambo la kushangaza kwa huyu baba, kwa huyu mama, kwa huyu binti, kwa huyu kijana ambaye ananiangalia, ananitazama. Ukamtokelezee katika viwango vikubwa. Kamfanyie vitu vya kushangaza ndani ya mwaka 2026. Ninaomba kwa mamlaka ya jina lako, kwa mamlaka uliotupa sisi watoto wako na wajoli wako, ninatamka baraka juu yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tuliye hai. Amen.